Alichaguliwa akiwa kama mwanga mpya wa matumaini, akaingia Ikulu, akalewa na mamlaka, akatupilia mbali katiba ya nchi, akaua makumi ya maelfu bila huruma. Nchi ikaloa damu, familia zikahuzunika, haki za kibinadamu zikabaki kuwa ndoto, maisha yakawa ni ya jahanamu hasa. Ila naye alikufa kwa kunyongwa na mtu wa familia yake. Huyu mwamba ni Francisco Macias Nguema, rais wa kwanza wa taifa la Equatorial Guinea. Oktoba 12 mwaka 1968, siku ni tulivu. Watu wa Guinea ya Ikweta ama ukipenda Equatorial Guinea walisimama ukingoni mwa uhuru. Kwa taarifa yako ewe unayoona ugumu kusoma historia ya Afrika, taifa la Equatorial Guinea ni dogo likilinganishwa na jiji kuu la Nairobi. Linakisiwa kuwa na idadi ya watu takribani 300,000. Bendera mpya iliinuliwa juu baada ya kujinyakulia uhuru kutoka kwa Wahispania. Serikali mpya ilichaguliwa. Matumaini yalikuwa kitu cha kipekee kwa taifa zima. Na kwenye kilele cha jamhuri hii mpya na dhaifu alisimama Francisco Macias Nguema, mwanaume ambaye mamlaka ya kikoloni iliyokuwa ikiondoka iliamini kuwa hakuwa na madhara. Walifanya makosa mabaya kabisa katika historia ya kisasa, kwani nyuma ya tabasamu la karani huyo wa zamani chini ya utawala wa Hispania kulikuwa na fikra iliyomtawala, kiu, nia ya maangamizi kamili ya upinzani. Wasemao husema si kila king'acho ni dhahabu, na hata shetani alikuwa malaika. Karani kuwa kiongozi wa nchi ilikuwa ni maana kamili ya ule msemo kuwa maskini akipata matako huliambwata. Mwonekano wa nje ulivunjika chini ya miaka mitatu. Nguema alibomoa kimfumo kila nguzo ya dola. Katiba ilikuwa takataka, marufuku kuwa na chama cha kisiasa, na mwaka 1972 alijitangazia cheo kilichopingana na uhalisia. Alijiita yeye ni president for life, lakini hiyo haikutosha. Alidai aheshimiwe. Mara akatangaza kuwa there is no other god than Macias Nguema. Hii ndiyo tabia ya viongozi wengi barani Afrika, kujiona wenye umuhimu kuliko wote, na tulivyo wajinga tunashangilia. Afrika, kiongozi anasimama jukwani na kusema kwa sauti nzito eti mimi ndiyo mwanaume tosha wa kuendesha hili taifa, wengine wote ni punda. Halafu wafuasi wake wanashangilia kwa makofi na nderemo. Haya ewe punda, kaongeze kupiga makofi tena. Kweli maajabu hayaishi Afrika ise. Nani alituroga hivi? Utawala wake ukawa vita dhidi ya wasomi, madaktari, wanasheria, wasomi, wanasiasa. Hawakuwa wapinzani, walikuwa maadui hasa. Alisema taifa lake halihitaji kuwa na watu wenye wanatumia akili za wakoloni. Aliagizwa wawindwe kisha wauawe. Matokeo yake ni maelfu ya watu kutoroka makwao na kuhamia nchi zingine. Wajua ujinga wa Afrika kama alivyo shetani. Haonekani, anaishi kichwani. Ukubwa wake huonekana katika maamuzi. Unamuua daktari, unamfurusha mwanasheria, alafu useme una akili. Labda akili za mbuzi. Takriban theluthi moja ya watu wote wa nchi walitoweka. Walimkimbia rais wao wenyewe na kuliacha taifa ganda tupu. Hofu ilikuwa kamili. Magereza kama vile gereza la Bla Beach na Bindong yakawa zana ya kudhalilisha binadamu. Mateso, njaa na jioni ya Krismasi, tukio linaloelezea ukatili wake lilitokea. Wafungwa wa kisiasa takriban 150 waliuawa kwa kupigwa risasi uwanjani, huku spika zikipaza sauti wimbo maarufu Those were the days my friend. Wananchi walitetemeka, nchi jirani zikashangaa na dunia nzima ikabaki mdomo wazi. Nguema alisema kuwa kuzaliwa ni kwa bahati, ila kwa mauti yeye ndiye alikuwa mwamuzi. Huyu mwamba aliiba hazina yote ya taifa, akaficha pesa kwenye kibanda cha mbali na kuamuru uchumi wa nchi usimame kabisa. Watu wengine bwana, unachukua mali yote ya taifa na kuyaita yako. Nguema aliua makumi ya maelfu,
Inadaiwa kati ya watu 50,000 na watu 80,000 waliuawa chini ya utawala wake. Lakini hatimaye mnyama huyo aligeukia kwake. Ngwema alikuwa mnyama asikwambie mtu. Aliagiza watu kadhaa wa familia yake wauawe kwa makosa ya kulimbikiziwa. Ukisikia roho ya kishetani ndiyo hii sasa. Si wewe hapo unayemwomba rafiki yako pesa, alafu akikunyima unasema ana roho ya kishetani. Mauaji ya mwanafamilia yalikuwa hatua ya kugeuka. Mnamo Agosti mwaka 1979, lisiloepukika hatimaye lilifika. Mpwa wake mwenyewe ambaye alikuwa ni kaka ya mmoja waliouawa na Matias Ngwema kwa jina Luteni Kanali Theodoro Obiang Ngwema Mbasogo alichukua hatua. Aliamua kumwondoa mjomba wake madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi. Malipo ni papa hapa duniani. Ukiishi kwa upanga utakufa kwa upanga, na kwa kweli damu ya binadamu kamwe hainyweki. Matias Ngwema alikimbilia kwenye ngome yake, na katika kitendo chake cha mwisho cha kichaa cha uharibifu mdogo, aliwasha moto kibanda kilichokuwa na hazina ya taifa iliyoibiwa. Alichoma pesa, alijaribu kuchoma ushahidi, lakini hakuweza kukimbia haki ambayo uhalifu wake mwenyewe ulikuwa umeipata. Utawala mrefu wa damu wa Matias Ngwema ulitiwa breki za ghafla. Kesi iliyofuata ilikuwa tukio la kimataifa. Dikteta alilazimishwa kujibu ukatili wake. Mashtaka yalisomwa, ikiwa ni pamoja na mauaji ya kimbari, mauaji ya halaiki na usaliti. Ushahidi ulikuwa ni mlima wa miili na ushuhuda. Alipatikana kuwa na hatia kwa mashtaka 478 ya mauaji na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hukumu ilikuwa ni kifo. Ila wanajeshi wa taifa la Equatorial Guinea waliogopa kumuua Ngwema kwa kuwa kulikuwepo na kasumba kuwa Ngwema alikuwa na nguvu za kishetani. Hata hivyo, serikali ya Luteni Kanali Theodoro Obiang Ngwema ikaamua kutafuta usaidizi kutoka nchi jirani, na mnamo Septemba 29 mwaka huo wa 1979, Matias Ngwema aliuawa kwa kupigwa risasi kutoka kikosi cha Firing Squad. Kikosi hiki kilikuwa na maafisa kutoka kwa mataifa kama Cameroon na taifa la Morocco. Wananchi walishangilia wakisema hatimaye wanaweza kuishi kama watu. Mambo ni mengi kumuhusu Matias Ngwema, lakini acha wengine wamalizie. Mimi hapa natia kikomo.